Karibu sana watazamaji wetu wa kipindi chetu kizuri. Kipindi kinaitwa Reality of Life. Hapa tunasemezana mambo ambayo ni ya ukweli, mambo ambayo yanatuhusu na hali ambazo tunapitia. Siku ya leo tunataka tuzungumzie kitu kimoja ambapo kimekuwa kimelemea wanaume wengi. Wanaume wanalalamika, kuna wale wanalalamika, kuna wale wako na maoni tofauti, na tungependa hata nyinyi mtupatie maoni yenu katika kipindi chetu cha leo. Swali letu leo tunataka kuulizana kama wanaume na wale mko nje na wale wamama mko nje. Je, kama mwanaume unaweza ukaoa mwanamke ako na mtoto? Na unajua katika safari nyingi wakati unapooa mwanamke ako na mtoto, kuna wengine ambao wanafika mahali wanaanzisha uhusiano upya ama wanaanzisha msaada. Watoto wale ambao umewalea wewe, bwana yule wake wa zamani, labda wakati ule alikuwa hana kitu, sasa ako na kitu, anataka asaidie watoto wake. Wewe ambaye umeoa huyo mke, utasema nini ama utafanya namna gani? Niko na wenzangu hapa leo ambapo tuko na mule mtu ambaye anatusumbua sana, Oliver Mwandabwa. Ako pia ndani ya nyumba na ningependa wajitambulishe ndio wajue. Wacha tuanze na ndugu yangu hapa. Yes, naitwa Lodfik Ombete. Unasikia hilo jina Lodfik Ombeke? Naitwa Methusela Bahati. Methusela. Mr. Oliver ama Mr. Olimax. Huyu ndiye yule nilikuwa nawaambia. Sasa ndugu zangu, nataka tuzungumziane na hii mambo. Mimi husema ya kwamba hii ni maisha ya mtu mwingine pale nje. Kuna mtu pale nje anapitia maisha kama haya ya kwamba ameoa mke, labda alimuoa akiwa na mtoto, lakini kuna changamoto ambazo wanapitia. Je, tuulizane, wewe una uwezo wa kuoa mke akiwa na mtoto? Yes, mimi naweza oa mke akiwa na mtoto. Maana hakuna watu watulivu kama msichana mwenye alikosea mahali akapata mtoto. Hawa ni watu wenye wako na moyo wa kuvumilia. Naweza oa. Wewe umenishangaza bwana. Wanakuwa watu kuvumilia hao. Sijui kama mtazamaji unasemaje. Wewe unaweza oa mwanamke ako na mtoto, na kama utamuoa vile Ombeta anasema ya kwamba eti hao ndio wanavumilia sana. Sijui utasemaje. Bahati, wewe unasema namna gani? Tuanzie tu hapo. Unaweza kuoa mwanamke ako na mtoto? Ndio, ninaweza kumuoa. Iwapo tutaelewana. Na kabla nimuoe au mtu yeyote ambaye anataka kuoa mke ambaye ana mtoto tayari, consider vitu kadhaa ambazo zilifanya akaachana na yule mtu aliyempa mtoto. Kitu cha kwanza ni kwamba akupe sababu muhimu ambayo ilifanya akaachana na baba mtoto. Kitu cha kwanza, ikiwa kama mtatizo ya kihela, kumbuka kila mwanaume ako njiani kukimbia ili familia yake ikae vizuri. Huyu bwana labda waliachana juu ya hela, hakuwa na hela lakini atakimbia apate hela. Sasa wewe unapopata huyu binti ashakwambia kwamba aliachana na bwanake juu ya pesa. Sasa wewe weka bidii upate pesa kushinda huyu jamaa. Juu akipata pesa atarudi huko. Sasa unajua ni ngumu mwanamke kukuambia eti, sijui kama kuna wanawake kama hao, eti anakuambia eti mimi niliachana na huyu jamaa kwa sababu hakuwa na pesa. Sidhani. Hata kama mwanamke akikuja kwako akiwa amekujia pesa, sidhani kama wanasemanga hivyo. Sijawahi sikia, sijui kama mliwahi sikia mahali, lakini kwa sababu tuko na mtu mmoja hapa wa Kiherehere anaitwa Oliver Mwandabwa, atatuambia kama ashaisikia mwanamke, ama we mtazamaji wetu ushaisikia mwanamke akisema niliachana na yule baba wa watoto wa zamani kwa sababu hakuwa na pesa, ndio maana nikakuja kwako. Sidhani kama wako, lakini kama wako utatuambia. Wewe unaona namna gani Oliver Mwandabwa? Je, hebu angalia mawazo kwa wale walio wanatutazama. Wewe unaweza kuoa mke ambaye ako na mtoto ama watoto? Najua kwanza hii show imeanza, kwanza I'm very much disappointed kusikiza mambo yenye hawa wanaume wanaongea hapa. Mimi tu first of all tu nimekutana na msichana, hata kama niko matatu ama hata ni wapi, hata kama niko mtandao, tumeanza kujuana, unaitwa nani, unatoka wapi, uko na mtoto. Niko na mtoto. Red flag. Kwenda kabisa. Uko na mtoto haje. Kama uko na mtoto, wewe msichana mwenyewe uko na mtoto, hiyo ndoa maybe uliolewa ukatoka uko na mtoto. Wewe mwenyewe ulishinda na ndoa. Sasa mimi ndio nitakuja. Mimi siwezi anza 1-0. Naanzaje mchezo nikiwa wacha nitafute tu mtu wangu mwenye ambaye hajazaa, tuanze na yeye, ikinishinda imenishinda. Mimi msichana ambaye uko na mtoto, jamani. Hiyo haiwezekani. Kwetu tunasemanga tawe. Wewe
wewe kuwa serious bwana. Hivi nikuulize, wewe unajua wewe ni wangapi labda umezalisha? Unajua hatujui. Lakini labda watazamaji pale, tafadhali msicomment mambo yake. Lakini tuseme kwa mfano, unajua watu wa ndoa zinawakuta mabaya. Wengine kwa sababu ya pressure ama ya kukosa kukomoa kiwango fulani ama kukosa ufahamu wa mambo fulani, watu huachana na vitu mingi, si ndio? Yes. Sasa kama amezaa afanyeje mtoto? Amfanyeje? Ngangana sana. Ngangana sana before ukubali wewe mwanaume akuzalisha ama nini. Kwa sababu hata tunafanya mara mingi hizi ndoa zinavunjika hao wasichana. Ndio wasichana wanataka wana expect more. Yaani wanataka vitu mingi zenye mwanaume hawezi fanya ndio wanatoka. Wewe kaa hapo chini. As far as ushazaa na mtu. Wewe kaa hapo, vumilia kaa hapo kwa hiyo ndoa uvumilie mpaka wakati mambo yatakuwa sawa. Si kutoroka unakimbia huku na huku na huku unatarajia nani amekaa hapo akuja wewe mtu ako na mtoto. Mimi siwezi yao mwanamke ako na mtoto. Sasa hii nayo imekuwa kali jamani. Okay, unajua sijui kama nitasemaje kwa sababu watu wengi by the way wamepitia machangamoto nyingi. Kwa sababu nimeona watu ambao wamengangana kwa ndoa, wamevumilia, mtu amekatwa sikio, amevumilia, sijui akakuja akakatwa mkono, amevumilia. Unajua haisi kufa hapo. Si ndio? Yes. Na mimi niko na swali kwa nyinyi ambao mmesema mnaweza oa mke ambaye ako na mtoto. Tutarudia Oliver kwanza. Unajua Oliver yeye mambo yake ni magumu. Wewe ndugu yangu umesema unaweza oa mwanamke ambaye ako na mtoto na bora muelewane. Yes. Na kwa mfano yule mwanamke kama aliwachana na yule bwana yake wa kitambo, labda yule bwana wakati wakiachana labda hakuwa kifedha hako vizuri labda yule jamaa alimtesa na alikuwa hana fedha. Sasa yule jamaa amepata pesa, angetaka kulea mtoto wake. Kwa hivyo angetaka kusupport mtoto wake, lakini anataka msupport mahali mke wake ako. Wewe unaweza kubali pesa ya mwanaume ambaye amezaa na mke wako atume pesa na wewe sasa hiyo huna kitu? Unajua kuna wakati na wewe unaweza kuwa labda huna kitu, unahangaika na yule jamaa ako na pesa na ameamua kusupport mtoto. Wewe utafanya namna gani? Ama amekupatia option na kwambia sasa huyu mtoto atakuja kwangu ama utabaki na yeye, mimi ni kutumiange pesa mlee mtoto. Wewe utafanyaje? Vile nilisema mwanzo, kabla niwe huyu dada lazima akawa amenipea sababu muhimu. So that mimi nikianza safari yangu najua naelekea wapi. Na kitu nita make sure huyu jamaa hata nishinda kihela. Na akishinda kihela ile yenye nitakuwa nayo nitakuwa vizuri. Mtoto atakuwa anakaa vizuri. Lakini tukienda sana mtoto wake akiwa amekuwa, mimi nitaelewana na mamake, mtoto anaweza enda kwao. Mtoto akae na babake, kai itawezekana. Yes. Lakini huwezi kubali kutumiwa pesa. Siwezi kubali kuchukua pesa kutoka kwa mwanaume mwenzangu mimi akuja anilishe mimi na mke wangu ambaye ninaye kwa sasa. Sasa wewe kazi yako ni kulea tu watoto wenyewe, wafike wakubwa, waende kwa baba zao. What are you saying my friend? Wewe unalea tu watoto wenyewe. Mtoto akwe mkubwa aende kwa baba yake. Sijasema hivyo. Unaona vile wanaume wanaanza huwezi chukua mke ambaye ana mtoto zaidi ya mmoja. Na mtoto kabla ukae na yeye, ndio nilisema mamake lazima tukue tumeelewana. Achana kwa reason gani? Mtoto akiwa hapa, mimi pia nitazaa watoto wangu. Huyo si mtoto wangu huyo. Mimi nitazaa watoto wangu. Juu mimi nampenda mamake, lazima aje na yeye. Kwa hivyo wewe wewe mwanamke ambaye ako na mtoto zaidi ya mmoja. Wewe mtazamaji unasemaje? Wewe unazaa mwanamke ako na watoto zaidi ya mmoja. Uwezi kwa nini? Na labda yule mke labda aliolewa. Unajua kuna wale ambao wanazaanga mapema ama wanazaanga haraka. Sasa amezaa labda ameolewa miaka 3, amezaa watoto wawili, hiyo ni watoto 6. Na hiyo si ni miaka 3. Alafu sasa amerudi unasema huwezi muoa? Siwezi muoa. Hapo siwezi. Ombeto unasemaje? Mimi bado niko tu kwa msimamo wangu. Nitakaa na huyu mwanadada. Na venye nilisema, hakuna mtu mwenye ametulia kama mwenye akona mtoto. Hakuna mwenye akona upendo kama mwenye alipata mtoto. Na amepitia shida kwa kiwango ingine ambapo akipata mtu mwanaume mwenye ametulia amchukue na mtoto, haizi akakusumbua. Yeah. So mwanamke ambaye amezaa anatulia kabisa. Na sasa bwana yake yule wa zamani akiwa amepata pesa kukuliko na anataka kusupport watoto mahali wako, wewe utakubali? Mimi kibinafsi siwezi kataa pesa. Juu mimi nafanya kazi nitafute pesa. Iwapo huyu bwana angependa kusaidia watoto wake, sina shida nao. Akitumia pesa wewe utawalea. Kitu moja tu, pesa yake ni ya kufundisha watoto
mimi chakula yenye watoto wanakula kwa nyumba nitafute, asomeshe watoto, sina shida. Watoto au mtoto? Oliver, unasikiaje? Hebu jibu Ombete bwana. Unasikia Ombete vile anasema? Unajua wanaume na hivi ndio unasikia. Umesikia vijana wengi kama hawa vijana. Umesikia siku hizi vijana wenye wako na miaka 20 hapo 25 wanakimbia kwa mama. Huyu hakuna ati kitu anataka, anasema ati watoto wanawake ambao wako na watoto ndio wanatulia. Huyu jamaa aseme tu anataka mama. Na tumta aseme tu waziwazi, kwa sababu huwezi sema ati wanawake, kwani ni wanawake wangapi ambao wameingia katika ndoa kama hawana watoto na wametulia kwa ndoa mpaka wamezeeka? So na kuna wanawake wangapi ambao wamekimbia tu mahali wakaenda na watoto wakafika huko pia wakasumbua katoroka. So hiyo mambo ya kuambia kupoteza watazamaji ati wanawake ambao kuna watoto ndio wanatulia kwa ndoa, hakuna kitu kama hiyo. Tafuta msichana mzuri ambaye ana mtoto, ametulia, ako na vision, anajielewa, na mtajenga nyumba naye pamoja. Lakini utapata huyo mwanamke ambaye ako na mtoto, what is huyo mwanamke ambaye ako na, unajua mwanamke anaweza kuwa na mtoto, amepitia shida. So amejua shida tu ndiye imemsukuma katika ndoa. Atapata mtu yote mwenye anakuja mbele, anaingia hapo kwa sababu kuna shida ambazo ako nazo, ameshindwa kulea mtoto peke yake, ameshindwa kulipa rent peke yake. So anatafuta tu mahali penye atatulia. Wakati atatulia hivi kidogo, maisha yaanze kuwa mzuri. Hata kutoka hata wewe na vile alitoka huyo mwingine. Achana na huyo mtu. Achana na huyo mtu. Kwanza kabisa nataka kusalute wasichana wenye wako Gulf. Mnafanya kazi mzuri, mmepitia shida. Na ukipatana na mwanamume kama huyu, achana na yeye kabisa. Mimi ningependa kuambia mwanamume ambaye hataki kuoa mke na mtoto, achane naye. Achane naye. Na mwanamume yoyote mwenye ako hapo nje, kama umehoa msichana na kuna watoto ama mtoto, wewe sio mjinga. Bali mjinga ni yule mwenye aliacha mtoto na mama yake. Yeah. Hiyo ni msemo mkali. Umepigwa tatu. Tulia ndugu yangu. Watazamaji mkiangalia, mimi naona ni kama mimi leo ninaondoka kwa Oliver. Kwa sababu ngoja kwa wacha watazamaji watuambie, kwa sababu unaona huyu Ombeta, naona nikisumbuana na yeye tutasumbuana, lakini unajua mimi ni mtu ambaye nimeona mengi na yeye bado ni kijana mdogo. Wacha mtuambie hapo hivyo kwa comment section. Najua watu wengi wako nyuma yangu na unajua tu watakomenda hapo watuambie. Sijui unasemaje neno lako la mwisho? Langu la mwisho ndani mimi nilimaliza mama. Watu neno la mwisho unasema hivi, mimi Bahati bla bla bla. Ninaomba kusema hivi, wanaume mkipatana na mwanamke ako na watoto na umempenda, Asante. Mimi kama Bahati nitasema hivi, juu mimi nikipata mke ambaye mtoto mmoja, mimi nitamchukua. Na ukipata mke ana zaidi ya mtoto mmoja, usioe huyo. Uwezi zaa watoto wawili kwa mtu alafu ukimbie, unapelekea ni watoto sasa. Malizia. Yes. Nikimalizia. Usiwahi pea hawa wanaume wenye wako na wazo kama Bahati na Oliver masikio yako. Bali shikilia tu mwanaume yoyote uko hapo nje, umepata msichana ako na mtoto, chukua yeye. Hakuna kitu inafurahisha wewe ukinunua diaper na baba ya mtoto anakula mtora. Hakuna kenye inanifurahisha kama hiyo. Wewe shikilia responsibilities. Uko na responsibility, yeye akikula mtora, wewe umebeba diaper unapelekea mtoto. Mbarikiwe sana. Oliver, malizia. Mimi for the first time nimekasirishwa sana na hisho, na mafans wa hisho msiponiona tena mjue huyu kijana ndiye amenikasirisha kwa maneno ambayo anaongea. There is no way huyu jamaa anasema ati unashughulikiaje, kwani wewe hauna familia? Hiyo pesa ambayo nanunulia mtoto wenyewe diaper, sinitumie mama yangu akule? Kwani watoto sinitumie ndugu zangu akule? Mwanaume, usiwahi anza mechi 1-0. Barikiwe sana. Mimi nataka kusema ya kwamba nitaangalia pale kwa comments, alafu nitasema ya kwamba mimi ninaweza nikasema hivi ya kwamba nitaungana mkono na hawa, sitaki kwenda na Oliver, nitaungana mkono na hawa ya kwamba mwanaume ukipata mwanamke ambaye
ana mtoto na umempenda na mmependana, muoe na umuoe na shughulikia huyo mtoto, kwa maana huyo mtoto hautajua kesho atakuwa nani na atakuwa vipi. Uacha kusikia wanaume wale wanasema mimi siwezi oa mke ako na watoto ama namna gani. Yale aliyoyakosea kule huwezi jua ni gani. Kwa hivyo wewe jitume kama mwanaume. Leo huyo mtoto siku moja watawakumbuka. Siku moja labda unaweza kuwa unalea mtu mkubwa ambaye atakuja kukutoa katika mataabu zako. Mungu akubariki sana tunapofuatilia show hii. Comment na tutaongea zaidi. Amen.